Mungu hatoi hela za bure na shetani naye hatoi hela za bure. Inawezekana ukashangaa kwa nini nimesema hii kauli, lakini kwenye mazingira ambayo tunaishi kila siku, kiangalia watu ambao wanamtumikia Mungu kwa moyo na kweli, yule mtu ambaye unaweza ukasema kabisa ukashuhudia huyo mtu ana Mungu. Yaani haijalishi dini yake, haijalishi sijui unajua au hujui kwamba ana dini au hana, lakini unaweza ukasema bwana, huyu mtu ana Mungu kwa sababu ya mienendo yake na namna ambavyo anaishi. Lakini vile vile kuna mtu ambaye unakuta hata jamii inajua labda huyu jamaa ni mtu shirikina, huyu jamaa ni mtu mchawi, huyu jamaa labda ni mtu wa shetani. Sasa hakuna mtu anayeweza akathibitisha kabisa kwamba huyo mtu ni wa shetani au mtu wa Mungu, lakini kuna matendo ya mtu unaona kabisa huyo mtu ana kitu kibaya sana. Kwa hiyo ukathibitisha kwamba bwana, huyo mtu ni mtu wa shetani, na kulingana pia na vitu vingine ambavyo mtu anavifanya waziwazi labda bila hata hofu. Lakini katika aina hizo zote mbili za watu, mtu wa Mungu na mtu wa shetani, ili wapate hela, wote inabidi wafanye juhudi, wote inabidi wapambane, wote inabidi wafanye ubunifu, wote inabidi wawe kwenye mazingira sahihi ya kupata hela. Sasa mimi hapo ndo nikapata hiyo kauli kwamba Mungu hatoi hela za bure na shetani hatoi hela za bure. Kwa sababu mtu ambaye anamtumikia Mungu, unakutana naye kwenye nyumba za ibada kila siku, ana matendo sahihi, ana matendo mazuri, bado anahitaji kuwa na juhudi, bado anahitaji kuwa mbunifu, bado anatakiwa pia atunze muda wake vizuri, aende na wakati. Kama ni biashara ambayo anafanya inahitaji kwenda na wakati, huyo mtu anamtegemea Mungu. Lakini pia mtu ambaye anamtegemea shetani, ambaye hata kama anafanya vitu vyake vya kishetani wazi, ni mchawi, ni mshirikina, aenda kwa waganga, vyovyote vile, naye anatakiwa awe na juhudi, naye anatakiwa awe mbunifu, naye anatakiwa apambane vile vile. Kwa hiyo kuna namna hela inaenda kwa mtu ambaye anapambana, inaenda kwa mtu ambaye ana juhudi, inaenda kwa mtu ambaye ni mbunifu, inaenda kwa mtu ambaye anaitafuta kweli ile hela. Haijalishi huyo mtu kwenye ulimwengu wa kiroho yeye uko upande gani. Na inawezekana wewe unafikiria kivyako, lakini mimi binafsi kwa mpaka umri huu nilivyofika leo, tarehe ya leo, ukweli hicho nilichoona, yani kwamba hakuna kwenye mazingira ya duniani eti mtu tu akapata hela kwa sababu labda anamtumikia shetani au anamtumikia Mungu. Wote wanaotengeneza hela wana vitu ambavyo wanavifanya kwa juhudi, kwa bidii na ubunifu wa hali ya juu sana. Hata msanii, unasikia msanii huyu ni wa imani fulani, lakini yule msanii anapiga kazi kuliko wasanii wote, ni mbunifu kuliko wasanii wote, ana juhudi kuliko wasanii wote. Sawa? Na unasikia kabisa huyu mzee bana ni mtu wa Mungu sana, ni matendo yake yamenyooka, ana hofu ya Mungu, lakini bado naye anafanya kazi kuliko watu wote. Lakini naye bado ni mbunifu, ana juhudi, ana uvumilivu, anajua kutunza hela yake, anajua kufanya mahesabu vizuri kabisa, lakini bado ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni sahihi labda kutoihusianisha hela na hizi nguvu mbili, yaani kwamba hela ina namna yake itakavyokuja, na hiyo namna yake iko kwa yoyote yule ambaye yuko tayari kuifanya. Lakini imani hatuwezi kusema moja kwa moja hazichangii kwenye hela, lakini imani zinakuja kama nyongeza, yaani zinaongeza pale palipo na dalili za kuja hela au pale palipo na juhudi za kupatikana hela. Lakini huwezi leo ukamtumikia Mungu peke yake ukapata hela, huwezi ukamtumikia shetani peke yake iko ndio kwa kigezo cha kupata hela. Hapana. Inaonekana Mungu anabariki watu ambao wana juhudi, wana bidii, wabunifu. Na kwa upande wa shetani vile vile ukiangalia, naye inaonekana anachokifanya ni vile vile. Kama una juhudi, mbunifu, unapenda kazi yako, naye kuna namna ambavyo sasa yeye kwake huko anaita ni baraka au ni vitu gani, lakini kuna namna ambavyo naye uko kwake mazingira yanakuwa. Lakini vile vile pia dunia yetu hii tunayoishi, tuchukue mfano hata ni mkulima, sawa? Mkulima tu, wakulima mko sehemu ambayo kuna mashamba mengi, mvua inaponyesha huwa inanyesha kwa wote. Yaani katika wale wakulima labda kuna ekari labda tuseme 200, kuna huyu ana eka 10, huyu 5, huyu 20, huyu 30 hivi. Yule mwenye eka 10 tanyesha, mwenye 20 tanyesha, 40 tanyesha, lakini hawa watu wana imani tofauti, wana dini tofauti. Wengine wanamtumikia Mungu, wengine wanamtumikia shetani, wengine wako katikati hawamtumikii yoyote. Kuna watu wengine ambao wako nyutu. Mvua ikinyesha inanyesha kwa
Jua likipiga linapiga kwa wote. Ikija kiangazi kama mvua zikigoma kwa wote. Yaani wote hicho kipindi mazao yatakauka. Haijalishi uwe mlokole, haijalishi uwe mshirikina, haijalishi uwe nyutu. Kwa hiyo kuna namna dunia sasa niseme imebalance hivi vitu au ina reward juhudi, ubunifu na zile yale mapambano ya mtu ambayo anayafanya, lakini pia muda mwingine yakija kuadhibu yanaadhibu tu yenyewe bila kujali. Yaani kwamba unaweza ukaniambia mafuriko hayaingii kwenye nyumba ya mchawi, sio kweli. Au mafuriko hayaingii kwenye nyumba ya mlokole. Au mafuriko hayaingii kwenye nyumba ya niseme ya mtu mwenye msimamo mkali au mtu mwenye imani fulani nyingine yoyote. Kwa mafuriko yakipiga, wewe umekaa kwenye njia ya maji, yanapita na wewe. Yaani haijalishi. Yaani mafuriko yamekuja yatapita na wewe na yataharibu mali zako. Kwa sasa kama wewe ulienda tuseme mfano, ukaweka biashara zako sehemu ambazo ni hatarishi. Hata kijiografia au kujaribu kufuatilia bwana huu ni mkondo wa maji. Yaani wewe haijalishi unaenda kusali, hauendi huko neutral, huko kwa waganga, huko kokote uliko. Maji yakija yanapita na vile vitu vyako kama upepo. Ndio mfumo wa dunia. Nadhani pia kuwa hivyo ni kitu kizuri, kwa sababu maisha yanakuwa kama maisha, tunasemaga maisha yako sawa au dunia sio fair, lakini inatengeneza balance fulani yani. Yaani inatengeneza usawa fulani kwamba mvua itanyesha, jua litakuja, masika yatakuja, kiangazi, kama ni snow, sehemu za snow zitakuja. Nzige wakija pia wanakula kwenye mashamba ya watu wote. Hawaangalie huyu vile huyu. Kwa sababu uwezo kaniambia kipindi ambacho tunaona nzige wanakuja. Kuna kipindi kuna wale nzige wenye makundi makubwa wanalipuka wale, wanapita kwenye mashamba. Uwezo kaniambia wanakula tu kwenye mashamba ya watu wenye dhambi au watu wanaomtumikia shetani. Hapana. Au watu wanaomtumikia Mungu peke yake. Hapana. Au watu ambao wako katikati. Hapana. Yale akipita yanapita kwa wote. Nadhani mfumo wa dunia. Kwa hiyo mimi nimefika kipindi hapa kwa umri wangu huu nafahamu au nimeweza kujiridhisha kuwa kinacholipwa kwenye maisha ili ufanikiwe, ili ufike mbali ni juhudi, ubunifu wako, jitihada zako na mambo mengine ambayo yanahitajika ili ufike mbali. Uaminifu wako, kuongea na watu vizuri, kwa sababu ukiwa mfanya biashara utahitaji tu kuongea na watu vizuri. Haijalishi wewe nguvu gani utakuwa unaitumikia, lakini utahitaji uongee na watu vizuri. Na wafanya biashara ambao wanafanya vizuri wanaongea na watu vizuri. Kwa hiyo tunaishi, tunajifunza, japo kuwa makini na kile ambacho unakichagua, kwa sababu kila kitu kina malipo yake ya mwisho ya moja kwa moja. Kwa hiyo wewe angalia tu nini ambacho unakitumikia kulingana na imani yako na moyo wako. Lakini kwenye haya mambo ya hela, mimi naweza nikasema nimehitimisha kwamba yenyewe yanaangalia juhudi, jitihada, ubunifu, uaminifu na vitu vingine ambavyo unatakiwa vifanye kila siku ili vifanye nini?